Malawi sasa yamekuwa tarehe 25 imefika. Tarehe 25 imefika. Wenzetu walikuwa wanaitaka hii na ndio imefika, na naamini huu ni mchezo wa finali kwa sababu kama ni ligi kuu NBC Premier League imeisha tarehe 22. Hii leo ni tarehe 25, maana yake ni nje ya muda. Kama niko nje ya muda hii naona kwa tukisi kama pre-season. Na maana hapa anatakiwa kutafutwa bingwa. Nani atakuwa bingwa? Na muda mrefu tu watu wanakuwa bingwa kwa magoli, sawa wanakuwa bingwa kwa pointi, lakini kwa mara ya kwanza tunaona mtu sasa anataka kwenda kuwa bingwa. Amfunge mwenzake kombe liko uwanjani, amzidi point aende kuwa bingwa au apate sare, sababu yeye nyuma mwiko ana option mbili, lakini Simba ana option moja tu, ni kushinda na kupata ubingwa. Na sisi tunachukua mara mwisho kucheza dabi ya Kariakoo kombe uwanjani ilikuwa 2021 ambapo tulicheza Lake Tanganyika kule Kigoma na tulichukua ile kombe. Lakini wenzao wamejipanga kwa ukubwa sana, kuna Pacome ni mchezaji wa kawaida sana. Kama Pacome angekuwa mchezaji bora, leo tungezungumza angecheza mashindano makubwa barani Afrika kwenye hatua ya robo finali ama nusu finali. Lakini Simba tumecheza mpaka hatua ya finali na maana za mechi ya finali ametoka Simba Sports. Joshua Mutale Budo na alikuwa muda mrefu yuko bench. Kwa mimi naamini Simba tuna wachezaji bora kuliko timu nyingine hapa Tanzania. Kwa nini? Top scorer mpaka sasa yuko Simba Sports. Sababu ligi imeshaisha. Haina ubishi, maana mpaka sasa yule ndio top scorer. Jean Charles Ahoua, hakuna mwingine na ndio kiungo bora mpaka sasa. Lakini pia tukizungumza kwenye beki bora bado tutatoa Simba Sports. Tukienda kwenye golikipa bora Spider Kamara ni golikipa bora. Ukienda kwenye kocha bora maana yake Fadu Davis ni kocha bora. Sasa vile vitu vyote ambavyo tulivifanya misimu minne iliyopita na msimu huu maana yake tumeshavifanya, maana kilichobaki tu ni kubeba lile kombe. Kwa hiyo hatuwezi kufanya masiara. Tunaamini hatujajiandaa kama walivyojiandaa wenzetu nje ya uwanja. Sisi tumejiandaa zaidi ndani ya uwanja. Naamini yote kwa yote tusubiri muda ukifika, sababu Simba wameshaposti wanakuja, tuone nini kitakotokea. Lakini mimi na imani wachezaji wangu wakienda kufanya kazi ile ambayo tunawatuma, mimi moja kwa moja naamini tunaenda kupata matokeo, kwa sababu waamuzi wangekuwa wa ndani hapa tusingeweza kupata matokeo. Umezungumza kujiandaa nje ya uwanja. Una maana gani unaposema wenzenu wamejiandaa zaidi nje ya uwanja? Mechi zina mambo mengi na ndio maana kuna wanachama, kuna mashabiki. Na ndio maana hata wao walikuwa wanaandamana, wanajua wakikuja tarehe 15 nini kilikuwa kinawakuta. Ndio maana waliomba tarehe ibadilishwe na watu wajiuzuru. Wanajua kwamba wangekubali pale wangekula za uso, kwa sababu wanajua Simba ndani ya pichi ni bora, lakini nje ya pichi pia washajiandaa. Maana wana ubora pia. Kwa hiyo wangekuja wangekula za uso. Na maana wameikataa ile. Lakini sisi hatukutaka kujiandaa huko nje ya uwanja. Tumesubiri viongozi wetu nini kinaendelea, wamekaa kimya na leo wametoa tamko kwamba wanaleta timu. Tunasubiri timu uwanjani. Tuone kama ushirikina utafanya kazi Benjamin Mkapa ama pichi itaamua. Sasa ndio tunaenda kukisubiri siku ya leo. Ukiangalia uhitaji wa mchezo wenyewe ni kama mchezo wa finali, kwa sababu endapo kishinda unakwenda kutoa taji. Njia pekee wewe kuibuka na ushindi njia pekee wewe kutoa taji ni kushinda. Mtani wako anaitaka sare pekee katika mchezo wa leo ili aweze kutawazwa kuwa bingwa wa msimu huu. Ukiangalia namna kikosi chako kilipoperform kwenye michezo iliyopita, una uhakika kwenda kuokota alama siku ya leo kwa mtani? Yaani nina uhakika kwa sababu hata top scorer mimi na watatu, yeye ana wawili tu. Sababu ukiangalia mimi na nani na Ateba na goli 13, lakini na Ndese Mukwala na goli 13. Jean Charles Ahoua ni pekee ana goli 16. Ukiangalia wao pale kuna Dube, kuna Mzinze, wote wana goli 13. Kwa hiyo unaamini kabisa kwamba wachezaji wao ni wa kawaida. Kama wana magoli 13 ambao wanalingana na sisi, basi striker wetu wote wana goli 13. Maana yake hapo ngoma imebalance. Lakini kiungo namba 10 wa Simba ndio mwenye magoli mengi kuliko mchezaji wao ambao ni kiungo wanayo kwa Adidi ya Ucho, hana goli hizo, wanachama hana goli hizo, lakini Aziz Ki pia ameondoka hakufikisha goli hizo. Kwa hiyo naamini binafsi Simba Sports tuna wachezaji bora kuliko nyuma mwiko, na ndio maana wameshindwa kufanya vizuri kwenye mashindano makubwa. Tumecheza finali ya shirikisho. Leo tunacheza finali nyingine ya NBC Premier League na kuahidi leo kombe tena uwanjani. Tulivikosa Zanzibar, tunalipa machungu yetu hapa. Umekuwa kama mteja wake kwa michezo minne mfululizo, ameonekana kutamba mbele yako. Hii haikupi uoga wote kuelekea mchezo wa leo? Hiyo michezo ambayo ametamba hapa, alijua wapi alikuwa anapitia mpaka anatamba. Hata mchezo tuliocheza ule tarehe 19 mwezi wa gapi ule, mwezi wa 10, unajua nini kilitokea? Kwamba waliletea mruchi sehemu ndio wakafanikiwa kupata matokeo. Unajua Kayoko alienda alifungiwa sehemu, hakupewa adhabu kama alivyopewa nani? Edisasi. Kwa hiyo mimi ninachokiamini mimi binafsi, waamuzi walikuwa wanadili nao na ndio maana walikuwa na wafeva, kwa sababu waamuzi kapelekwa kwenye kamati ya waamuzi mpaka leo hii. Kayoko karudi kachezesha ligi, kamaliza mzunguko wa pili, lakini sisi hatujajaji wala nini. Tunaamini wao wameona hana mapungufu, wamerudisha tena. Lakini wangekuwa wao wangeenda kuvunja jengo Karume. Sisi ni watu wa mpira. Wangeenda kuvunja jengo Karume pale. Kama wao ndio ingekuwa wamenyimwa. Sasa pointi 3 zilikuwa za kwetu. Zile za tarehe 19 mwezi wa 10 zile zilikuwa za kwetu. Lakini wamepewa wao kwa lazima. Penalti 2 kakataa, goli kakataa, lakini mpira umetoka wakajifanya hawajajua, mpira umeingia kati, wamerudisha. Ila mipango yao mikubwa lakini. Hiyo ndio ilikuwa mipango yao hiyo, lakini micho picha sasa hizi unaona waamuzi wametoka nje ya taifa letu. Na ndio maana mimi unaona nimepata imani ya kuja hapa. Mimi nilikuwa sikanyagi leo Benjamin Mkapa. Lakini nimekuja kwa sababu ujio wa waamuzi. Ulivyosema ukanyagi, maana yake ulikopo leo hamuingii tena uwanjani. Kama waamuzi wangekuwa hapa Simba yenyewe timu isingekuja hapa. Mimi kama mshabiki na mwanachama, sawa, na influencer wa Simba ambaye nilipo kama kioo cha jamii, nilizungumza mapema kwamba sitokuja. Lakini pia hata timu isingekuja uwanjani. Umeona timu imekuja pamoja, haijalizika hivyo.
Umeona? Lakini wameamua tu waje kucheza ili kuepusha hizi rafsha ambazo zinaendelea. Tunaelekea kwenye uchaguzi mwezi wa 10. Kwa hizo rafsha zitakazoendelea zinaenda kuharibu mambo mengi, lakini mchezo leo umeenda kinyume cha utaratibu kwa uvunjifu wa kanuni. Hakuna kanuni yoyote ambayo imeruhusu kupeleka mchezo tarehe 25. Ila tumekubali kuja kucheza sababu sisi ni watu wa mpira. Hatujachapisha t-shirt wala bukta wala kofia zetu, hakuna sehemu tulikoandika hatucheze. Tunatamba, tunavimba, lakini wao wamechukua ubingwa mara 3 na mpaka sasa wanaongoza ligi. Ndio wao wanafanya maandamano. Sisi tutaonyeshana hapo Benjamin Mkapa muda ukifika. Naamini baada ya saa 12 jioni tutapata majibu. Kwa hiyo tutarajie kicheko upande wa Msimbazi baada ya mchezo siku ya leo. Inawezekana tukacheka, lakini pia inawezekana tusicheke kwa sababu hatujajiandaa kwenye maandalizi yao. Nadhani nilizungumza hapa. Waziri wamejiandaa kila kona, lakini sisi tumejiandaa ndani ya pitch tu. Wao nadhani waliingia hapa jana, walifanya mazoezi, walifanya kitu wanachokijua wao. Lakini tukugusa kabisa. Sisi tutaleta timu hapa kwa ajili ya kucheza mechi. Kwa hiyo naamini kama mechi itaamuliwa nje ya uwanja, basi tutapata matokeo nje ya uwanja. Lakini kama mechi inaamuliwa kwenye pitch, mimi naamini leo Simba anaenda kupata matokeo na anachukua ubingwa kwa sababu tulicheza finali 2021 kule Lake Tanganyika Kigoma na tukachukua ubingwa. Na hii finali yetu ya pili kucheza kombe uwanjani. Sidhani kama tunaweza tukalikosa kombe kirahisi. Mimi naamini viongozi kuna kitu wamekiangalia kiko sawa sawa na ndio maana wanaleta timu. Naamini tusubiri timu ingie, baada ya game tutaulizana nini tumekipata na nini tumekikosa. Sawa, asante sana. Asante sana.